Na mtazamaji, kulizuka kizaazaa katika soko la Posta mjini Busia, huku watu kadhaa wakijeruhiwa kwenye makabiliano kati ya askari wa kaunti ya Busia na wafanyabiashara katika soko hilo baada ya askari hao kuwataka waondoke katika eneo lililotengewa kwa ujenzi wa barabara. Purukushani hiyo ilianza baada ya askari hao kufika na kuanza kuweka bidhaa za wafanyabiashara hao kwenye gari lao. Hatua mbili wafanya wafanyabiashara hao kujawa na hamaki na kuanza kurushia mawe. Hata hivyo, iliwalazimu askari hao kukimbilia usalama wao, huku wakiwavamia baadhi na kuwapiga rungu watu ambao walikuwa wakiandamana na kuacha na majeraha. Kila siku wanakuja wanasanya pesa, after kusanya pesa wanabeba mizigo zetu. Sisi wengine tunaishi kwa rent, tunalipa school fees, tumechukua pesa za loan. Hizi vitu tutalipa aje? Tunaomba gavana wetu atusaidie. Na kama hawezi tusaidia, atuambie tufanye aje. Pewa notice yote, watu wamekuja tu na marungu. Sasa wanakuja na marungu tu na sisi hatujakosana na mtu yoyote. Mtu anakuja tu anataka kukuswaga rungu, anachukua mali yako, anaiba, anapeleka. Sasa hiyo wametuibia, huko hivyo tujui penye wamepeleka. Wanasema kwamba hiyo ni barabara. Tunajiuliza kama wakaji wa Busia wafanye biashara. Hiyo ni barabara kwenda wapi? Hakuna ofisi serikali iko hapo mbeleni. Hiyo barabara kutoka pale station mpaka soko, ni mpaka ndani soko direct. Hakuna hata shule, hakuna hospitali. Hiyo ni barabara gani? Tunauliza kama watu wafanye biashara. Sisi ni wananchi, tulipigia gavana kura. Kura yetu tulipiga ya kutuhangaisha ama kututusaidia. Sababu tukiuliza usaidizi, hakuna usaidizi. Ni vitu zetu zinaporwa na tuko na loan, tuko na watoto kwa shule, tuko na nyumba zenye tumepangisha, inafaa tufanye nini? Tulipe. Leo imekuwa ni siku ya soko. Leo ni Jumatatu, desturi ya Busia hapa town. Soko inakuwa Jumatatu na Alhamisi. Na sisi wote tunafahamu kwamba siku ya soko watu wote hawawezi kuingia soko na watoshei. Ikiwa kuna nafasi kando ya barabara na mtu anakuja anaweka pale tandarua, anatandika vitu vya kuuza na baadaye jioni anaondoka, kwangu mimi sioni makosa ya kwenda kuchukua mali ya mtu, kumnyanyasa kwa kumpiga na kuwa kukimbizana kwa hapa na pale, na hata mali hiyo kuna uwezekano inaweza kupotea, na hata isipopotea haiwezi rudi yote 100%. Na mtazamaji, tukitoka Busia, waziri wa habari, teknolojia na